Habari ndugu zangu, leo tuongelee nini maana ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo haukubaliki. Msongo wa mawazo ni ile hali ya mgandamizo wa kihisia anayoipata mtu kulingana na changamoto za kila siku ambazo zimeshindwa kupata utatuzi za muda mrefu. Changamoto ambazo za muda mrefu zimeshindwa kupata utatuzi zinakwenda kuathiri ule mfumo. Tayari unaenda kupata mgandamizo wa kihisia, aidha kwa sababu kibiashara mambo hayaendi vizuri kwa muda mrefu na utatuzi wako umekosekana. Kijamii, kazini, tunakotembelea kila siku, kuna changamoto unakutana nazo alafu hazina utatuzi kwa muda mwafaka, zimekuwa za muda mrefu. Lakini pia kwenye familia zetu pia zimekuwa pia ni changamoto. Una watoto, unaongea hawakuelewi. Una mume wako, kila siku unachosema, kila siku unachorudia habadiliki. Ni maudhi ambayo yasiokoma katika familia, katika ndoa. Yote hii yakikaa kwa muda mrefu hayapati utatuzi, unapata sonona, unapata mgandamizi wa kihisia. Tuna wake zetu pia, aidha kwa kutoelewa au kutufikisha ujumbe mzuri kwao, na hii imekuwa ni changamoto ya muda mrefu. Vimekaa vikao mpaka vikamaliza, hakuna utatuzi, inaleta msongo wa mawazo. Watoto wetu pia tunahitaji watoto tuwatengeneze kadri ambavyo sisi tunapenda, lakini wakati huo watoto si ajabu na wenyewe hawaelewi, hawatusikii, na tunawapenda sana, na wenyewe inapokaa kwa muda mrefu, mtoto au ndugu yako kila wakati imekuwa unaongea na habadiliki, lakini lengo zuri la kufikia na kupataka pia, na yenyewe hii inaitasababisha wewe upate msongo wa mawazo. Sio hilo tu, ndugu zetu wapo pia, tunataka wafike sehemu moja au nyingine. Tumepata matatizo pia ya kiafya, tunataka wapone. Sisi wenyewe labda tunaugua, wazazi, shughuli za kila siku, wanaokwenda mashambani, wanakwenda kufanya biashara zao, wamekula sawa. Umekula sala shilingi 50,000, 100,000 kila siku. Kila unapopata kuipandisha fedha yako kiuchumi, imerudi nyuma. Kila siku wewe ni wewe tu, unaingia kwenye msongo wa mawazo. Ndugu yangu, msongo wa mawazo ni swala la kila mtu. Haliangalii ni nani, haliangalii huyu ni wa aina gani, haliangalii rangi. Msongo wa mawazo imekuwa sasa hivi ni ishu kubwa sana kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, makazini. Watu tunaishi tukiwa na mgandamizo wa kihisia. Lakini ili iwe tatizo, ili msongo wa mawazo au sonona iwe tatizo, ni pale ambapo sasa inakuathiri wewe binafsi kufanya shughuli zako za kila siku. Inakuathiri wewe binafsi pale ambapo unaanza kujiona wewe hufai. Mimi naanza kujihisi sifai. Naanza kuhisi watu wale wananiona mimi sifai. Hii yote inaanza kuleta madhara, inaanza kutoka nje, unaanza kujitenga. Na si ajabu msongo wa mawazo pia utaona mtu haujijali wewe mwenyewe binafsi. Huna furaha na familia yako, huna furaha wewe mwenyewe binafsi. Wewe mwenyewe binafsi uko sawa, lakini kuna wakati furaha na wewe mwenyewe binafsi umejikinai. Inaanza na wewe. Ulikuwa ufanya shughuli zako za kila siku, sasa zinaanza kushindwa hivi kufanya shughuli zako za kila siku. Unakuwa kukaa ndani, unakuwa ni wa kujitenga, unakosa usingizi. Yote hii saa 8 ukifika usingizi wako umekata, unatamani tu kukuche uendelee shughuli zingine. Lakini pia unapokucha bado hufanyi vizuri kwa sababu tayari umeanza kupata tatizo la msongo wa mawazo. Nisikilize, msongo wa mawazo ni pale tu ambapo wewe mwenyewe utashindwa kutatua matatizo yako, kutatua changamoto zako za kila siku kisawasawa. Basi badilisha mfumo wa maisha ili usipate hii tatizo. Kwa upande wa makazini pia tumekuwa ni wahanga sana. Tumekuwa tukitoa hisia zetu kwa watu wengine. Ukianza kuona unaamka alafu unakwenda kutoa hisia zako za hasira, unachukua maamuzi yasiyo sahihi kwenye jamii, kwa watu unaoongoza, kwenye familia yako, kwa ndugu zako na wadogo zako. Hii yote ni madhara ya msongo wa mawazo. Unawezaje kuuzuia msongo wa mawazo? Ni pale tu ambapo utafuata utaratibu huu wa kila siku. Wewe mwenyewe pale ulipo, hahitaji dawa sana.
uhitaji siku meza nini, si uende wapi. Ila pale ambapo itazidi sasa, itakufanya wewe uamke asubuhi ushinde kunyanyuka, ushinde kufanya tabasamu za kila siku, ujitenge mara kwa mara, inaweza sasa ikakuhitaji kwenda kupata dawa. Lakini kwa awali ukiigundua mapema, fanya mazoezi kaka. Dada, amka alfajiri, tembea, toka jasho alfajiri ile, tembea. Mwili unapofanya mazoezi unakwenda kuregulate, unakwenda kuhakikisha ule mfumo wa msongo wako wa mawazo unapata mbadala cha kufikiria. Hii pia itakusaidia kupunguza sonona. Lakini sio hivyo tu, hakikisha basi angalau unakunywa maji kila siku, kunywa maji ya kutosha. Baada ya mazoezi kunywa maji ya kutosha, kula chakula vizuri. Kula vizuri sio mpaka uwe na uchumi unaotosha, lakini hakikisha unakula chakula vizuri kulingana na uwezo wako ulionao. Kula chakula vizuri, hakikisha unapata chakula ambacho at least kitakufanya wewe uwezo wa kufikiria uwe sawa sawa. Lakini baada ya kufanya mazoezi umekula vizuri, basi nenda kachangamane na watu. Tafuta sehemu yote ambayo unaipenda. Kwa mfano, kama unapenda michezo, basi nenda uwanjani, kaangalia wanaocheza, au cheza mwenyewe kama una uwezo wa kucheza. Lakini pia kama unaona kabisa hali hii inaanza kukuijia, ondoka mazingira yale, nenda porini, kama mimi hivi ambapo niko porini. Unaniona mimi niko porini kwa sasa. Yote hii ni kwa sababu nimekuja kupambana na hisia mgandamizi wa hisia nilionao kulingana na msongo wa mawazo. Hata mimi pia ni mhanga wa msongo wa mawazo. Nimeamua kuja tu porini leo, nasikia sauti za ndege, napata hewa nzuri, na wakati huo akili yangu inaanza kupata mwanga. Kumbe na mimi naweza kufanya vitu vingine kama wenzangu. Kumbe vile vitu ambavyo vimenizidi, vimekosa changamoto ya utatuzi, naweza kubadilisha mfumo wa kuviendesha vile vitu viweze kuwezekana. Kaa porini, lakini pia sio porini tu, tembea sehemu ambazo utaona wewe una furaha nazo. Epuka makwazo ya kila siku. Ukiona kuna makwazo sehemu hii, basi usiende. Yote hii itakufanya wewe ujihisi vizuri. Nikwambie kitu, msongo wa mawazo upo. Msongo wa mawazo ni pale ambapo tu unaamka wewe una hasira na watu wengine, hawajakufanya chochote, unamwona tu mtu tayari umeshamchukia. Unamchukia kafanya nini? Angalia usije kawa wewe ni mhanga wa msongo wa mawazo. Unachukia bila sababu, unajitenga. Umekuwa ni mtu kujihisi, unajihisi tabia za ajabu, unajihisi vibaya, kujijali mwenyewe. Kujijali mwenyewe. Lakini pia hujali watu wanasema nini. No. Msongo wa mawazo bro, sister, msongo wa mawazo unaweza kuukabili kabla haujaanza kutoka kwa wengine, kabla hujaanza kuleta madhara kwa watu wengine. Nikwambie kitu, muone pia mshauri nasihi. Muone pia mshauri, atakusaidia. Sio kila kitu mpaka ukanywe dawa. Msongo wa mawazo unaepukika. See you. Nikwambie kitu, chukua hii kwenye maisha yako, itakusaidia na itakusaidia sana tu. Asante.